Hello. Ni mimi nimerudi tena kuja mahali hapa kuzungumza na watu. Kama we ni mwanamke unaweza ukascroll. Leo nataka nizungumze na wanaume peke yao. Men's, I'm here for you. Sasa wanaume, naitwa Mwinjilisti John na huwa napenda kuzungumza saa zingine ukweli. I'm not apostle, but I can came with an apostolic message ambayo inaweza ikakusaidia na ikakubadilishia maisha yako. Na si kila mtu ambaye atakwambia ukweli. Kuna wale ambao wanaweza wakakuficha, kuna wale ambao watakwambia hii, na kuna wale ambao watakataa kukwambia. Lakini mimi, kwa kuchukiwa ni sawa, kwa kupendwa ni sawa, lakini ukweli lazima isemwe. Naye akasema talk the truth and it shall set you free. Ndiposa nimekuja kuongea ukweli, ndiposa nami ipate kuniweka huru. Wanaume, kuna kile kitu ambacho kinaweza kuwa kiko juu yako ama kiko ndani ya moyo wako ambacho kinaweza kukufanya ukafanye kitu ambacho huko unataka kufanya. Lakini pia ukiingia katika ministry, kuna kile ambacho huwa kinaweza kikarudisha mtu nyuma. Ulikuwa unaendelea kusonga mbele, lakini utapata kuna kile ambacho kimekuvuruta mpaka hakuna kusonga mbele tena. Lakini hiyo ni nini? Pesa inaweza ikuja na ikaenda, na hata baada ya kuenda unaweza enda ukatafuta tena na ukarudisha bado pesa ambazo zilikuwa zimeenda. Kuna kitu ambacho kinaitwa hekima. Yule mtu katika Biblia, Saul, Bwana akamuuliza, ungetaka nikufanyie nini? Ungetaka nikupatie nini? Lakini hakusema nataka gari, sitaki ndege, sitaki nyumba. Yule mtu alisema tu, Bwana nijalie na neema, hekima. Naye Bwana akapata kumpatia hiyo neema ambayo ameitisha. Huyu Bwana ni Mungu mwenye neema, ni Mungu mwenye hekima, ni Mungu mwenye kupeana, na ni Mungu mwenye kuzichukua. Alipata kumbariki Sauli na neema na hekima, wisdom ikajaa juu yake. Lakini hata kama unaweza kuwa na neema na hekima, bado kuna kile kitu ambacho unaweza kukafanya nayo neema ikapotea na iwezi karudi tena. Ni heri turejelee kwa pesa, inaweza ikapotea, lakini ukarudi ukatafuta na ukapata. Lakini kuna ile neema ambayo inaweza ikapandwa, ikipotea imeenda. Nayo ni nini hiyo? Ukiwa wewe ni mwinjilisti ambaye uko kwa madhabahu, hiyo neema ambayo umesaidiwa ukaitumie salama, chunga sana. Kuna wale ambao walipatiwa, lakini badala ya kuitunza waliona kama ni kitu cha kawaida, wakacheza nayo na ikanyakuliwa ikaenda. Kumbuka yule mtumishi ambaye alikuwa anaenda ng'ambo, inchi za mbali, alikuwa na wafanyikazi 3, naye akatoa talanta zake 3 akawapatia, na akawaambia, wacha mimi niende, nitarudi tu siku moja. Basi mmoja alipata kupatiwa 5, mwingine akapatiwa 2, na mmoja akapatiwa 1. Basi yule mtumishi akaenda, lakini alipokaa miaka mingi mahali pale, ikafika siku ambayo aliamua kurudi. Nayo alipoamua kurudi, akapata wale watu ambao waliwapatia. Yule aliyepatiwa 5 akakuja akasema, mkuu wangu, ulinipatia hii pesa. Ulinipatia ngapi? Ulinipatia talanta 5. Nao nimeenda nikafanya kazi, nimefanya biashara, nimeenda nikaimba, nimeenda nikafanya hii na hii. Leo talanta yangu imeongezeka ikakuwa 5. Congrats to you. Akashukuru. Yule wa 2 naye akakuja akasema, mkuu, ile talanta 2 ambayo umenipatia ndio hii nimeleta mbele zako, ndio hii kazi ambayo nimefanyia. Naye akaambiwa, pongezi, kudos to you. Yule ambaye
alipatiwa moja, akatoka kukula ugali, akakuja akisema mkuu, habari. Unajua mimi ni mtu mwenye akili sana. Wale wengine ambao uliwapatia talanta wao leo wakatumia, lakini mimi ni nani? Nilisema ile talanta ambayo umenipatia siwezi nikatumia kitu ya mkubwa wangu. Nikachukua hiyo talanta nikaenda nikaficha mahali ambapo mwizi hawezi akaipata. Mwizi hawezi akaipata hiyo talanta, nikaificha. Nayo maana nimeficha, acha nikuletea hiyo moja. Akakimbia akaleta hiyo talanta moja. Akasema unajua, niliona bwana wangu, huwezi ukavuna mahali ambapo hujapanda, na huwezi ukapokea mahali ambapo hujafanya kazi yoyote. Maana ndio nene kaficha ile talanta. Naye yule mkuu wao, yule bosi wao alikasirika, mtumishi wao alikasirika, akamwambia ni wengine nimewabariki na hii 5, mwingine ameleta ikiwa 10, mwingine 2 ameleta ikiwa 4, wewe nimekupatia moja, hata uwezi leta ikiwa 2. Akachukua ile talanta nayo akapatiwa wengine. Hii tunaifanya kama kile ambacho Mungu amekupatia utaki kukitumia. Umepatiwa kuimba, lakini kazi yako tu umekaa tu unaona ni kawaida. Kuna siku ambayo Mungu atakunyang'anya kile ambacho Mungu amekupatia. Ipo siku atakunyang'anya, nakwambia, ipo siku utanyang'anywa kile ambacho kimepandwa ndani yako na utaki kukitumia. Sasa mbona unapewa hiki lakini shetani anakuja na kukoroga usikitumie? The great enemy of success is GIRL. Guys, ministry yako imesimama huko, lakini utaki kuimba kwa sababu uko na GIRL kwa kanisa hapo. Kuna sports yako hapo kanisani, kuna sports yako hapo Facebook, kuna sports yako hapo TikTok, kuna sports yako hapo Instagram, kuna sports yako hapo YouTube. Naye Daudi alipata kushushwa chini, maana ya Bathsheba tu. Amekaa kwa nyumba yake, akaona mwanamke, akasema yule lazima nimkamate. Nayo baada ya kufanya hilo dhambi, ashaua mtu. Yeye ni mtumishi wa Mungu, amepakwa mafuta na Samueli, ameambiwa nenda ukatumikie Mungu. Ameshaua mtu, ameua commandment ya the 10 commandments. Maana inasema usiue, maana inasema usiangamize mtu, maana inasema usitamani kitu cha mwenzio. Namba 10 commandment inasema hivyo, usitamani kitu cha mtu yeyote. Nayo Biblia inasema hivyo. Daudi alipata kutamani mke wa Naboth, na alipata kumuua ndiposa apate kuchukua mke wake. Si haki yake kuwa na wanawake wengine, lakini ameua mtu mwingine kwa sababu tu ya mwanamke. Nayo akapata kushushwa kwa sababu ya mwanamke. Naye yule Samsoni alipata kushushwa hekima yake. Akaambia siku ya kwanza, niambie nguvu yako iko wapi? Akasema unajua, ukileta makambo unifunge mkono itaninini, sitapata nguvu. Nayo yule mwanamke akakuwa msaliti, akaenda akaita watu, akamwambia kujeni mshike bwana wangu, nishamfunga mikono na makamba. Wale watu walipokuja wakajaribu kumvuruta, naye nani akaamka akakata zile makamba. Akajaribiwa hivyo Samsoni mpaka majaribu 3, lakini ya 4 bibi yake akamwambia, wewe kila siku unashinda ukinidanganya, mbona unipendi au unipendi? Haunipendi. Samsoni akamwambia, kikata nywele zangu utakunimaliza. Akapatia na siri yake. Watu wengi wameangamizwa kwa sababu ya mafanikio ya sports GIRL. Si wote wabaya, lakini kuna wale ambao ni wabaya. Nimesema naongea na boys. Nimepita mbali hivi juu unajua kuna yule ambaye alibaki hapa, yeye ni boy na amevaa marinda. Wale ambao walikamatika, walishushwa chini. Lakini kwa yule ambaye alibaki, nataka nimuongezee kitu kimoja. Kuna wale ambao walikuwa wazuri kama Dorcas, alikuwa mwanamke mzuri, alitumika kushonea watu manguo. Kuna wale ambao walikuwa wazuri, kuna wale kama Maria,
alipata mtu wa Mungu. Kuna yule ambaye mwingine alikuwa judge na alikuwa bado priest. So kuna wale ambao walikuwa wazuri. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Ni boys, hii ni boys. Next nitaingia ya girls. Bwana Yesu apate kuwabariki. Kwa majina ni Mwinjilisti John. Sijataja mtu, sijaingilia mtu, lakini ukweli lazima isemwe. We talk the truth and it shall set people free. The great enemy of success are girls.